zake ni chache, nazo zimejaa taabu, shida, zoruba. Kwa hiyo kila aina ya taabu ni kwa sababu umezaliwa na nani? Na mwanamke. Kwa maana hiyo ukimkubali Yesu akawa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ndipo atakuondolea hizo taabu, atakuondolea hayo mateso, atakuondolea hizo shida. Maana inawezekana mtu wa Mungu uweze kufanya biashara bila kutumia ndumba, uweze kufanya biashara bila kutumia chuma ulete. Kwa maana hiyo mkubali Yesu, maana kwa Yesu ni dabodabo. Sema amen. Amen. Na kusi mtu wa Mungu, mwana wa toroka, tunakusi katika Yesu Kristo. Unajua tunapohubiri injili ya Yesu, Yesu mwenyewe anasema ya kuwa hapendi kuona hata mmoja anapotea, hapendi kuona hata mmoja anaangamia, wote waifikirie toba. Kwa maana hiyo ndio maana kila siku, kila wakati tunapenda kuja kukumbushana maneno matakatifu, kusudi tu watu tuache njia zetu mbaya, tumgeukie Yesu aliye hai. Maana ya kuja kuhubiri hapa si kwamba wote ni wakamilifu, hapana. Dhambi ilianzia kule Edeni. Dhambi ilianzia kule mtini ambapo Mungu alikataza watu wa kwanza kula lile tunda, lakini walipokiuka sheria za Mungu, ndio maana ikapatikana dhambi. Na ndio maana tunaenda kila siku kanisani, ndio maana kila siku tunamwabudu Mungu, kwa sababu ya kuishi maisha matakatifu. Hawezi kuishi maisha matakatifu bila Yesu. Kwa maana hiyo tunakuambia mwana wa Mungu kwamba mkubali Yesu leo, abadilishe maisha yako. Wengi wamekuambia kuwa hakuna kuokoka duniani kwa sababu duniani kuna mambo mengi. Sikiliza, wote tumeokoka, maana Biblia inasema ya kuwa napendezwa na watakatifu walioko duniani, wala sio walioko mbinguni, wala sio waliokufa. Kwa maana hiyo mwana wa Mungu, Mungu anapendeza